Tamthilia yako pendwa kabisa ya Dunia Mapito ndio tunaanza kinamna hiyo, na hii si nyingine, tunakuletea mwendelezo wako ule ule kutoka kwa kampuni ya Show Me Empire 1. Ndio inakuletea tamthilia hii hapa ya Dunia Mapito episode ya 4. Hii ni Dunia Mapito episode ya 4, pale tulipoanzia na ndipo pale tulipomalizia na ndipo tunapoanzia. Baada tu ya Saidi na Ramu wakiwa kitandani wamelala, huku Ramu anamuota yuko na msichana mrembo Manta, kumbe yuko na Saidi kitandani. Tunamkumbuka huyu Saidi ndio yule mtoto wa Ngunguta aliyekuwa mdogo na akatoroka, ajulikane wapi alipo, alichukuliwa na mzee asiyejulikana akaenda kumlea. Wakati Aisha alikutana na Nasma kwenye mateso makubwa sana, lakini mwisho kabisa walipotezana Aisha na Nasma. Nasma aliokotwa na mama na kulelewa, na Aisha hajui alipoelekea wapi maisha yake. Tunaanza moja kwa moja kwenye nyumba hii hapa ya huyu mzee ambaye babake na Ram, na huyu ndiye aliyemwokota Saidi, na Saidi ndio huyo hapo ameshakuwa mtu mzima. Usisahau kusubscribe na kucomment kwenye tamthilia yako pendwa kabisa ya Dunia Mapito, na pia kama wewe ni mpenzi ama una kipaji cha kuigiza au kuimba, tunahitaji waigizaji. Chukua namba zetu hapo, njoo WhatsApp tuweze kuyajenga mawili matatu, ili niweze kuelekeza njia gani unaweza kupata nafasi hiyo ya kuonyesha kipaji chako kwenye tamthilia yako pendwa kabisa ya Dunia Mapito. Tunarudi moja kwa moja kwenye yule mama, kwenye nyumba ya yule mama aliyomwokota Manta, aliyomwokota Asma akiwa mdogo. Sasa Asma naye ameshakuwa mkubwa, amesoma, alikuwa kwenye harakati zake za kufuatilia kazi, lakini ghafla nyumbani tunaona mlango unagongwa hodi. Wakati Asma anataka kutoka, mama anasema hamna kwenda, acha niende mimi nikafungue. Mama anaenda kufungua yeye. Wakati huo tunamwona Ramu anawai, anapiga zake magoti, kashika zake ua, akitegemea Nasma ndio anakuja kutoka ili aweze kumpa hilo ua. Yaani Ramu anampenda sana Nasma. Na hadi sasa hivi hatujui Nasma babake ameshakufa na Ram babake ni nani. Alipotoka tu Ramu akaanza kuongea, Nasma mpenzi wangu, wewe ndo kila kitu kwangu, wewe ndo furaha yangu, wewe ndo kila kitu kwenye maisha yangu, nakupenda sana Nasma, lakini pia ua hili ni alama ya upendo na mapenzi juu yetu ya mimi na wewe. Nahitaji nikuoe mke wangu Nasma, nakupenda sana, na leo nimekuja na kitu muhimu sana ambacho unachokipenda. Najua unapenda sana vitu vya rangi nyekundu, ndio maana nimekuletea ili ua jekundu ili iwe sehemu ya furaha kwako, na mimi nakupa ili ua kwa alama ya upendo. Nakupenda sana Nasma, nahitaji uwe mke wangu, uwe mama watoto wangu, na uwe kila kitu kwangu. Lakini bila kusahau Ramu anaongea naye ni mamake Nasma, ndo amesimama, ambaye yule aliyemwokota akiwa mdogo analopoka pale bila kujua anayezungumza huyo kumbe ni mamake, na mama anamchola tu huku akiwa anacheka, anamwangalia na mtoto amechanganyikiwa kweli kweli, mjinga sana. Yaani ananitongoza mimi. Yaani Ramu anaanza kumtongoza mama mkwe na kumtupia mistari. Anageuka zake tu, mzee anakutana na buti kubwa hapo, mzee na kufukuzwa, na Ramu akatoka zake mbio pale na kuondoka zake. Mama anacheka vibaya mno, na huku akimuita Nasma, hebu njoo hapa. Hatujui nini kiliendelea ndani Nasma na mama yake, lakini ghafla tunaona vicheko. Na Ram na Saidi wamevaa zao, washikaji fulani hivyo wanapendana sana. Saidi aliokotwa na babake na Ram akiwa mdogo kule kwa Ngunguta, na aliokotwa na Saidi babake, unajua ni mzee Ngunguta. Wakiwa na furaha akaanza kumhadisia, mwanangu leo nimekwenda kumfuata Nasma nyumbani kwake. Baada ya kwenda nikasema ngoja nipige ile mistari ulionifundisha, nikapiga magoti hapo. Baada ya kupiga magoti nikaanza kutuma mistari miwili mitatu, mzee nikaanza kuongea nikamaliza maneno yote, kumbe bwana mama mkwe ndo alikuwa nyuma yangu. Acha Saidi alicheka sana na akasema, kwa hiyo mwanangu leo ulikuwa unamtongoza mama yako mkwe? Acha, yani leo ilikuwa ni balaa. Sijui hata yule mama nikikutana naye hivi live nitamueleza nini. Baada ya kumtongoza Nasma nikajikuta namtongoza mama mkwe. Saidi akaanza kuendelea kucheka, akasema wewe mjinga, siku zote nakwambia umtongoze Nasma na nimekufundisha hadi maneno ya kuongea naye. Mwisho baada ya kwenda kumtongoza Nasma umemtongoza mama mkwe. Sasa ipo siku utakutana naye, sijui utafanyaje. Wote wakiwa na kicheko, yani wanacheka vibaya mno kwa tukio ambalo lililotokea. Wote wakiwa na furaha na amani, na watu fulani wamelelewa pamoja tangu wakiwa wadogo, Saidi na nani,
Lakini huku tunamwona Nasma ameshika barua aliyoachiwa na baba yake ili aliyoiacha mama yake. Barua inasema kwamba samahani sana mume wangu mpenzi, najua unanipenda na mimi nakupenda sana, na mimi nakuambia naondoka mbali, ila naomba tafuta mke ili uoe watoto wako, wale watoto wako. Mimi sikutaka kuondoka na watoto mme wangu kwa sababu najua unawapenda sana watoto wako. Nasma anakumbuka alivyokuwa mdogo, siku ya babake alomwambia kwamba nakuachia barua ambaye utaitunza, lakini sitaki uisome barua mpaka umalize miaka 25. Kama unavyojua mwanangu, shule ndo msingi wa maisha yako. Shule ndo awe baba yako, shule ndo awe mama yako. Pia usimchukie mama yako kwenye hili. Mama yako anakupenda na ataendelea kukupenda, Nasma mwanangu. Lakini mimi nakupenda sana mwanangu. Naomba uendelee na elimu, umwangalie na mdogo wako Saidi. Najua mdogo wako sasa hivi anahitaji malezi yako. Utamtafuta mama yako na kumweleza kwamba mimi nimekufa, sipo tena ulimwengu huu. Na pia mwanangu, ipo siku tutakuja kukutana kwenye dunia nyingine. Huku Lasi na ndio hapo alikuja kukata roho na akapoteza uhai wake. Nasma alilia sana akiwa mdogo. Na Nasma alimuuliza babake, baba, kwa nini unaongea maneno haya? Ina maana ndio mwisho wa mimi nawe kuonana? Baba akasema hapana. Tutakuja kuonana tu kwenye ulimwengu wa roho. Mimi sitaondoka. Mimi nitaondoka mwili, lakini nafsi yangu itakuwepo ikiwalinda. Nafsi yangu itakuwa ikiwaongoza kila kona, kila eneo, kila sehemu unapokwenda. Huku Nasma anamuuliza babake, afa anamuamsha, baba nakuuliza mbona ulijibu? Wakati huo baba akiwa kimya, anamuamsha babake. Baba ndio hivyo keshapoteza maisha na baba ameshakufa. Nasma alilia sana akiwa mdogo, mwenye umri wa miaka 13, ambaye anahitaji kusoma, anahitaji nguvu ya ziada ya baba na mama wakiwa pamoja, lakini baba anakufa mikononi kwake, na sosi ya kufa kwake ni mama yake mpumbavu aliyotelekeza familia kwa ajili ya mapenzi. Kiukweli akawa hana cha kufanya Nasma, na maisha ya baba yake yalipotelea hapo. Flashback inaisha, Nasma anadondosha barua chini, machozi yanamtoka. Kweli anakumbuka sana mama yake. Kwa nini nilizaliwa na mama kama yule? Mama mpumbavu. Mama aliyotelekeza familia yake kwa ajili ya mapenzi. Mama aliyotuacha tukiteseka. Kweli Nasma alivyokuwa mdogo alipita kwenye maisha magumu sana, ikapelekea mdogo wake kuuawa, na pia ikapelekea hata Aisha walokutana njiani wakapotezana. Anawaza hivi, Aisha yuko sehemu gani? Anaishi wapi? Mawazo yake ni watu wawili tu. Amtafute mama yake, amweleze ukweli kama kile alichoachiwa maagizo na baba yake, na pia amtafute rafiki yake kipenzi Aisha, ili ajue Aisha anaishi wapi na anafanya nini sasa hivi. Na hilo ndo lilikuwa wazo kubwa la Nasma, siku moja akutane na hawa watu, na ndio furaha yake ya maisha yake. Tunaendelea na maisha huku nyumbani. Tunamuona mama mmoja akiwa anapikapika jikoni, na Ramu anaingia kumuona mama yake. Tunakuja kugundua umri umeenda sana wa mama yao kina Nasma. Mama kina Nasma sasa hivi umri umeenda, kumbe mama yake na Nasma na ndiye mama yake na Ram. Baada ya kuondoka kule na yule kijana wakazaa mtoto mmoja, na ndiye alizaliwa Ram. Maisha ya Ram na Nasma, wanasoma chuo kimoja, wanapendana sana bila kujua wao baba yao mama yao ndio mmoja. Nasma na Ram mama yao ni huyu hapa mama, ambaye kipindi kile alikuwa kijana, ambaye alikuwa ni Winter. Sasa hivi mama ashakuwa umri umeenda, miaka imeenda, na sasa hivi amezaa huku akiwa na mtoto mmoja, ila kule aliacha watoto wawili. Watoto wenyewe walikuwa ni yule binti Saidi na Aisha. Saidi amekuwa mkubwa sasa, amekuwa askari. Aisha hajulikani alipo, na yule kijana ndio huyu hapo sasa, naye amezeeka, umri ushaenda, amekutana na mtoto wake ambaye amemzaa kutoka kwa Winter. Anazungumza naye, matajiri sana hawa, ni matajiri sana. Tunakumbuka kule mwanzo yeye ndo alikuwa ananunua magari kwa mume wake na Winter, kwa Ras, marehemu Ras. Yeye ndo alikuwa anaenda kununua magari. Ni tajiri fulani hivi, ana mjengo wa maana, maisha ya maana, lakini sasa hivi umri ushaenda, ana mtoto wake mmoja wa kiume huku ana enjoy naye. Lakini mama kule ametelekeza watoto wake wawili, sasa hivi anajidai na mtoto wake mmoja wa kiume, lakini bila kujua watoto wake wana mahusiano, watoto wake wanapendana sana, bila kujua mama kwamba hao watoto washakutana na wanafahamiana.
Mzee anasema vipi huko mnaendeleaje? Na huyu mzee ndio aliyemwokota Saidi ambaye dada yake na mdogo wake na Aisha kule kijijini, na alikuwa anamlea kwa sababu kipindi kile walivyokuwa wadogo yeye alikuwa hana mtoto, na sasa hivi amekuwa na mtoto mmoja na Saidi mtoto wake wa pili ambaye mtoto wa kumlea tu wa kumwokota. Anapanga naye mikakati, vipi mwenzio anaendeleaje na mipango yake ya askari, nimeshamtafutia nafasi. Saidi tangu mdogo alikuwa ndoto yake siku moja aje kuwa askari, lakini ndoto zake zimekuja kutimia baada ya kuokotwa na huyu mzee, na alimfanyia mpango wa askari. Sasa hivi Saidi askari, lakini hatujui Saidi naye ndoto zake akutana na dada yake ambaye anaitwa Aisha. Hajulikani dada yake alipo wapi, Aisha anaishi wapi, ana haso hapa na pale. Lakini huku anazungumza mawili matatu Saidi Ram na baba yake, bwana baba una gari nyingi, lakini naomba gari moja niweze kuitumia. Na pale nyumbani sasa hivi gari lobaki na yule mpango wa kazi kule mimi sasa hivi staki, nahitaji kwanza nifanye biashara zangu hapa hapa mkoani Njombe. Lakini hii tunaiona sasa hivi sio Njombe. Hii hapa ni Makambaku ambako walitoka Njombe, sasa hivi wamehamia Makambaku ambako walikuwa wanaishi jamaa muuza magari. Tunakumbuka kwenye episode za mwanzo kabisa jamaa alitoka Makambaku kuja Njombe kununua magari, ndipo alipokutana na huyu mwanamke ambaye alimtorosha kwa mume wake na kwenda kuanza naye maisha, na hadi sasa wamefanikiwa kuzaa mtoto mmoja ambaye mtoto mwenyewe ndio huyu hapo Ram. Wanazungumza hapa na pale kuhusiana na mikakati ya magari, maana mzee maisha yake yote alikuwa anapenda sana magari mazuri mazuri, yani maisha yake ni magari yale makali makali. Kwa hiyo wanapanga mikakati kuhusiana na magari huku na huku, maisha yazidi kuendelea. Labda nikuletee story fupi ya tamthilia yetu pendwa kabisa ya Dunia Mapito, ambaye imeshiriki na mastaa kibao kama unavyoona mzee Msisili, Lam, kuna Manta Kulkani ambaye ndio yule Nasma, lakini kuna Aisha, kuna Saidi, kuna watu wengi ambao wameshiriki kutoka sehemu mbalimbali, kuna mzee Ngunguta kutoka Songea. Lakini ni kwa hadithi story ya kweli ya huyu mtoto ambaye anaitwa Saidi ambaye alicheza mdogo wake na Nasma. Maana Saidi humo wako wawili. Kuna Saidi aliocheza mdogo wake na Aisha, kuna Saidi pia alicheza mdogo wake na Nasma. Wote walikuwa wanaitwa majina yao wote kina Saidi, ambaye mdogo wake na Nasma aliuawa wakati Nasma alipoondoka akataka kujiua. Mdogo wake alikuwa kishauawa tayari, lakini mdogo wake na Aisha ndio aliokotwa na huyu mzee Msisili akaja kuishi naye, ambaye sasa naye amekuwa askari, ambaye Ngunguta wakati nyuma kabisa tulikuwa tunamuona alikuwa anasema anatamani siku moja mwanae aje kuwa askari. Usikose tamthilia yako pendwa kabisa Dunia Mapito. Tunaendelea kwenye episode yetu ya 6. Usisahau kufuatilia tamthilia yako ya Dunia Mapito. Lakini huku tunaona kikao kizito cha watu fulani, waonekana ni genge kama la maaskari hivi, wakiwa wanajadiliana mikakati, huku wengine wakiwa kwenye kompyuta huku wanapanga. Lakini mzee anasema huyu ni nani anayeua watu? Ni kwa nini anafanya mauaji? Hatujui nani anafanya mauaji, lakini kila anayekufa kwenye haya mauaji tunaona anakufa wa mama tu, na hasa wale wa mama wanaoshindwa virabuni wanaolewa, na ndio watu wanaokufa. Huyu anayeua ana mipango mikakati ya kumaliza wamama. Hatujui ni ameathirika kisaikolojia au kwa nini ameamua kuua. Wanajadiliana kumtafuta muuaji, anaua wamama wa virabuni. Yani kila mama anaonekana amelewa, yuko kirabuni, anamkamata anamuua, na ndiyo mipango ya huyo mtu anaua. Hatumjui hadi sasa hivi anayeua ni nani na kwa sababu gani amekuwa muuaji wa kiasiko. Na askari anasema kwamba anayeua sio mwanamume, ni mwanamke, na anaonekana ni binti mdogo sana anayefanya mauaji haya, na hatujui kwa nini anafanya haya mauaji na mikakati yake nini, mpango wake nini. Tunatakiwa tumtegee mtego wa kutosha ili tumkamate na tumuhoji kwa nini anafanya haya mauaji. Na inaonekana kabisa huyu ana mpango mkakati wa kutosha na anafanya kitu anachokijua. Angekuwa jambazi, angekuwa anapola mali, anachukua hela, anaiba, lakini huyu haibi chochote. Yeye anaua, anaacha maiti, anaondoka zake na hachukui chochote kwenye hayo mauaji. Hatujui muuaji ni nani na kwa nini anafanya mauaji hayo, lakini wapo kwenye mikakati ya kujadili muuaji. Tumeona Saidi naye kesha kuwa askari na yupo kwenye hiyo mipangilio, lakini ukweli ni kwamba muuaji halisi
wa tamthilia yetu ni Aisha. Baada ya kuwa mkubwa, naye ameathirika kisaikolojia. Kazi yake anatafuta tu wamama wanaoshinda virabuni kama alivyokuwa mama yake, na alopelekea baba yake kuteseka na yeye kuteseka na mdogo wake kupoteana naye, akaamua kufanya malipizi ya kufanya mauaji wa mama wote wanaoishi virabuni. Na Saidi ndio anafanya mikakati ya kumtafuta muuaji bila kujua anayemtafuta ni dada yake mzazi kabisa, na huku akimtafuta dada yake ajue tu dada yake alitorokea wapi na anaishi vipi. Hiyo ndio mikakati ya Saidi. Lakini Saidi ana kazi mbili, ya kumtafuta dada yake na kumtafuta muuaji, lakini wote wanaotafuta ni mtu mmoja, huyu muuaji na huyo dada yake, na ndio huyo Saidi anafanya mikakati hiyo. Lakini upande wa pili huku, wakati wakijadiliana kumtafuta muuaji na wanampataje, tunaona kila mmoja anatoa mawazo yake. Wengine wanasema tumtegee mtego, wengine wanasema tumtafute mama ambaye atajifanya amelewa, alafu akitaka kumuua tuingilie. Kila mmoja anaweka mtego wake kivyake, na kila mmoja anaweka mikakati yake, njia gani wanaweza kumpata huyo muuaji. Na mkuu wa kituo anajaribu kujadiliana, na kila mmoja anawaza tunampataje huyu muuaji. Na wazo liko hapo, je, watafanikisha kumkamata muuaji au mwamba utagonga ukuta au ukuta utagonga mwamba? Mimi sijui. Usisahau kufuatilia tamthilia yako pendwa kabisa ya Dunia Mapito. Pia usisahau kusubscribe, kucomment kwenye channel yetu pendwa kabisa ya Lam Show Me Empire. Show Me Empire 1 ndiyo kampuni iliyokuletea tamthilia hii pendwa kabisa, yani ni Show Me Empire 1. Pia usisahau kusubscribe, lakini namba zangu zinapita hapo. Namba zangu ni 0714 577112. Uchukue namba zangu, njoo WhatsApp kama wewe ni una kipaji cha kuigiza, una uwezo wa kuigiza, una uwezo wa kufanya sanaa ya aina yoyote ya uimbaji ama uigizaji ama uchekeshaji. Kampuni ya Show Me Empire 1 inahitaji waigizaji wa kutoka sehemu mbalimbali ili kuendeleza tamthilia zetu mbalimbali. Baada ya Dunia Mapito tutakuja na tamthilia kali kabisa inaitwa Kota. Baada ya hii tamthilia ya Dunia Mapito tutakuletea tamthilia yako pendwa kabisa inaitwa Kota. Leo tunakufungia hapo kwenye tamthilia yetu ya Dunia Mapito ambayo imeshiriki watu wengi sana. Nilisema nitakuja na historia fupi ya yule Saidi yule mdogo wake na Nasma. Saidi walikuwa wawili kama ninavyokueleza ndugu mtazamaji. Kuna Saidi aliocheza mdogo wake na Aisha, lakini Saidi aliocheza mdogo wake na Nasma. Yule Saidi aliocheza mdogo wake na Nasma kwa sasa hatupo naye duniani, sio kwenye tamthilia. Ukweli kabisa, alijua akiwa na miaka nahisi kwenye 9 hivi alijinyonga. Hatujui kwa sababu gani alifanya maamuzi. Mtoto mdogo anafanya maamuzi magumu kiasi hiko, lakini tutapata maelezo rasmi kutoka kwa wazazi wake. Siku moja watatuelezea sababu ya yule mtoto kujiua, au kutoka kwa dada yake ambaye ni Nasma, kwa sababu tuko naye kwenye tamthilia hizi. Atatuelezea sababu ya mdogo wake kupelekea